Hii picha inaanzia town tunapomwona mwanadada akishuka ndani ya gari na kuanza kujiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye event aliyoalikwa na mpenzi wake, lakini ghafla anapita mshikaji na kujikwaa, kisha anamwagia ndoo nzima ya maji. Nashindwa kujua kwamba ilikuwa bahati mbaya au makusudi. Kisha jamaa anachukua viatu vyake na kusepa, huku akimwacha mwanadada akiwa kwenye mshangao na taharuki kubwa yani. Basi ikabidi msichana asogee pembeni kwa ajili ya kumpigia mpenzi wake ambaye ndio alikuwa amekuja kumfuata kwenye hii event. Udada yeye alikuwa anaitwa Kems. Akamcheki mshikaji na kumwambia kwamba amepata changamoto, hawezi kuingia ndani. Jamaa ikabidi atoke ili kuja kumcheki. Mshikaji yeye alikuwa anaitwa James. Alivyomuona akamind kwa sababu ilikuwa ni issue ya kazi na alikuwa ameambiwa ende na mpenzi wake. Basi mdada akawa anajitetea kwamba sio makusudi, lakini mshikaji akamind sana. Yaani issue moja tu kutoka nyumbani uje kwenye event unakuja umeroa rafiki yangu. Nia yako wewe ni kuniharibia tu mambo yangu. Mtu gani ambaye hujali kuhusu issue zangu? James akajitetea sana, lakini mshikaji hakutaka kumuelewa na akaona kama makusudi tu mdada amefanya. Mwisho wa siku akamwambia rudi tu nyumbani kwa sababu hawezi kwenda naye kwenye event yoyote akiwa ameloana. James akamwambia sawa, basi nisaidie nauli kwa sababu sina hela. Mshikaji akamwambia we, hiyo hainihusu, kama ulivyokuja ndo utakavyoondoka. Yaani uje kuniharibia shughuli alafu nikulipe. James akamsisitiza sana, lakini mshikaji akapita zake hivi. Naye akaona hiyo ndo njia nzuri ya kumnyosha, atajua mwenyewe afanyaje. James akili zake alikuwa anazijua mwenyewe yani. Ikabidi James abaki akipiga simu huku na kule kutafuta msaada. Mara ghafla ikaja ndinga mshefa mmoja alikuwa akiitwa Mike. Akapunguza kioo na kumsalimia, inaonekana kama alikuwa amemuelewa hivi. Kisha akataka kujua kama mdada na changamoto ili aweze kumsaidia, lakini James akakataa, akamwambia inaweza ikawa ni story ndefu kidogo. Mshua akamwambia hamna shida, yeye ana muda wa kumsikiliza, lakini pia kama changamoto ni usafiri anaweza kumpeleka kokote anapotaka na asiwe na wasi kwa sababu jamaa sio mtu mbaya. James kusikia hivyo akafurahi kwa sababu shida yake ilikuwa ni kwenda home. Akamuuliza kweli, jamaa akamwambia ndio, karibu sana. Basi James akaenda kupanda gari na kupelekwa hadi nyumbani. Kufika akampa jamaa maji, si unajua tena ukiwa na mgeni lazima umkaribishe chochote kitu. Basi James akashukuru sana kwa ule msaada, lakini Mike akaomba namba yake ya simu ili kama itatokea changamoto yoyote waweze kuwasiliana. James akaona sio kesi kwa kuwa tayari jamaa ameshaonesha umuhimu, akamwachia namba, kisha mshikaji akasepa zake, kimwacha James akiwa na amani kabisa. Sasa baadaye James kurudi akamkuta James anachezea laptop yake. Akamfuata chapu na kumpokonya, kisha akaiweka pembeni. Alafu akamwambia acha kuchezea vitu vyake, ikiwezekana apunguze mazoea na yeye kabisa, sababu alikuwa amemboa sana kitendo cha yeye kufika kwenye event akiwa ameloa. Hata hivyo James akamwambia sio kwa ubaya, yeye alikuwa anaomba kazi tu mtandaoni. Jamaa ndo akazidi kuwaka, akamwambia sawa, nani anaweza kukupa kazi? Mtu mwenyewe hujali kitu chochote, utaweza kufanya kazi? Umeitwa tu sehemu kwenye event, umekuja umeloana, alafu sasa hivi unaniambia masuala ya kuomba kazi. James akabaki kwenye hali ya mshangao, asielewe nini kinaendelea kwenye kichwa cha mshikaji. Na jamaa baada ya kutema shiti zake akachukua vitu vyake huyo na kuondoka. Kesho yake jamaa kufika kazini akamuelezea rafiki yake matatizo yote yaliyotokea jana yasababishwa na yule mwanamke, na akamwambia mwanae inawezekana yeye anavyokuwa na yule mwanamke ni kama anajikosesha bahati vile. Jamaa yake anaitwa Tony akamwambia hapana, naye anatakiwa kuwa mvumilivu. Haiwezekani changamoto kidogo tuanze kutoa maneno kiasi chote, na pia kama inabidi anatakiwa badilisha namna ya kuishi nayo yule mwanamke. Jamaa akamuuliza kivipi? Mshikaji akamwambia ngoja nikupe mbinu. Hapa cha kufanya kuanzia sasa hivi ukikaa usiongee naye sana. Jaribu kutumia njia ya ukimya alafu uone kama itafanya kazi au vipi. Basi James hicho kitu kama kikamuingia akilini, ikabidi akakifanyia kazi. Alipofika zake nyumbani yeye akakaa kimya anaangalia zake TV tu. Alipofika zake nyumbani akakaa kimya, yeye anaangalia TV tu, hataki story na mtu yoyote. Sasa James akaona leo anaweza kupata nafasi ya kuongea naye kwa sababu mshikaji anaonekana leo alikuwa ametulia. So akamfuata na kumuuliza vipi, tunaweza kuongea? Mshikaji akamwambia hapana, leo siongei. James akashangaa akaona jamaa vipi? So akaanza kumsisitiza na kumuelekeza huko akiongea kistaarabu. Hivi inakuaje? Kwa nini tunakaushiana, tunagombana kila siku? Kwa nini tusiongee tu na mambo yakaisha tukajua tunaishije? Jamaa alivyoona visingizio vinakuwa vingi, nini maongezi yanakuwa mingi, akainuka huyo na kuondoka zake ndani. Kama alivyoambiwa asiongee kitu, yeye akaongea kitu chochote yani, si unajua tena kila mtu na akili zake mzee. Basi James hakuamini kilichotokea, maana aliongea kama robo saa vile, lakini mshikaji alikuwa kama sanamu. Bora hata siku alizokuwa anapiga kelele kidogo ilikuwa afadhali, lakini hiyo ya leo ilikuwa kali. Na pia ikuishia hapo, mdada kuingia ndani akamkuta jamaa anakunja nguo na kupakia kwenye begi. Akamuuliza vipi, kuna safari? Jamaa akamwambia ndio, na safari ya kikazi na tutakiwa kuondoka usiku huu. James akamuuliza kivipi sasa, kwa sababu hajawahi kuona jamaa akikata ticket wala akipangilia hiyo safari, na kwaje imetokea ghafla? Mshikaji akaanza kumind kama kawa na kumuuliza kwa nini mwanamke sio muelewa, yani nakwambia nasafiri lakini pia bado unaanza kunipigia kelele. Basi jamaa akakunja mabegi yake na kuondoka huko, kimwacha James akiwa hata muelewi mshikaji yani. Basi zikapita kama siku 3 hivi na jamaa akawa bado hajarudi nyumbani. Hasa James akawa anampigia sana simu akitaka kujua mshikaji yuko wapi na anaendeleaje, lakini jamaa simu akawapokei na alikuwa ametoka na kwenda kupangisha sehemu apartment ili awe
apumzika mwenyewe asikutane na kelele za yule mwanamke. Simu ya KMC ikawa ikipiga, jamaa ikawa anakata na kulalamika sana, yani like huyu mwanamke kwani ana shida gani? Mbona ananisumbua? Acha hata nipumzike. Basi KMC ikawa anampa wakati mgumu, lakini ikawa hana jinsi, atafanyaje sasa wakati jamaa ndo ameshaamua iwe hivyo. Sasa siku moja akiwa ametulia mwenyewe bado ana mawazo sana juu ya mshikaji, akapigiwa simu bwana, akajua labda ni jamaa wake leo kaamua kumkumbuka. Lakini kupokea kumbe alikuwa ni Mr. Mike bwana, yule jamaa ambaye alimsaidia siku ile. Akafurahi kusikia sauti yake jamaa kwa sababu alikuwa hajawasiliana muda mrefu, na jamaa naye pia akafurahi kusikia sauti ya KMC. Wakapiga story 2-3, lakini mwisho wa siku Mike akaomba appointment ya kuonana na KMC, kama hatojali atafute siku wakutane na waweze kupata hata dina. Basi KMC akaona so kesi kwa sababu alikuwa na kaupweke kidogo, ikabidi tu akubali. Basi siku ilifika na wakakutana, wakapata chakula kizuri sana. Mr. Mike ndo alikuwa amekiandaa kwa sababu alikuwa ni mtu mmoja anayependa sana kupika. Akamkaribisha mrembo chakula, wakala, na mwishoni wakaanza kupiga story 2-3, huku jamaa akitafuta nafasi ya kutupa nyavu kama inawezekana aweze kuwa mpenzi wake. Lakini cha kushangaza KMC akamwambia ipo kwenye mahusiano, kitu ambacho kilimtatiza kidogo Mike. Ila KMC akamwambia hata mahusiano yenyewe yeye haelewi yanahusiana na nini. Jamaa akashangaa akamuuliza kwa nini. Ando KMC akamuelekeza kwamba mtu ambaye yuko naye sio muelewa, yani na hata amtreat vizuri wala nini. Kwa hiyo anatamani sana kupata mtu sahihi. Basi Mr. Mike kwa kusikia kwamba msichana yuko kwenye mahusiano, ikabidi asitishe mpango wake wa kutaka kuwa naye, lakini bado akawa yuko na nia naye na masuala mengine yakaendelea na stori zao zikaishia hapo. Na siku ambayo jamaa aliamua kurudi nyumbani, alienda akiwa na haraka na chapu tu, akamwambia mchumba wake, "Oya, badilisha nguo nataka tutoke." KMC naye akaanza kushangaa, akaona vipi? Yaani jamaa amekuja bila hata taarifa na kufika hamna salamu wala nini, ananiambia tutoke. Akaanza kumuuliza, "Hivi inakuaje? Mbona kama unakuwa uelewi? Si uje tukae tuongee tujue inakuaje?" Jamaa akaanza kumind, akamwambia, "Mimi muda wa kuongea sina, ninachokwambia naomba tutoke. Na huu mtoko ni wa event ya kazi. Natakiwa niende na wewe ili niende nikapate promotion." Mpenzi wake akamwambia, "Hiyo mimi hainihusu. Tuna mambo yetu ya ndani tunatakiwa tuyaongee ili tujue inakuaje." Jamaa akamwambia, "Mwanamke, mbona sio muelewa? Na siku zote umekuwa unisupport. Kila ninapokuambia issue zangu unakuwa unaniletea complain." KMC akaona hii kweli kali, akamuelekeza, "Lakini kumbuka siku nyingi hatujaonana. Leo umekuja, atakuwa uje tukae tuongee." Jamaa akamwambia, "Mimi sina muda wa kuongea nawe. Kama unaweza jiandae, kama uwezi acha nitaenda mwenyewe, kaa soma vitabu." KMC akaona hii kweli ngumu. KMC akamwambia, "Basi sawa, mimi nitafanya kama unavyotaka." Jamaa akamwambia, "Nzuri." Mshikaji akachagua nguo zake, akamwambia atavaa hiyo hapo. Basi kufika kwenye event, mshikaji akiwa anajiweka sawa, akamwona demu wake yuko busy na simu, akaanza kumind, akamwambia, "Wewe dada, hivi unakuaga na shida gani? Yaani unataka kila mtu ajue kama tumegombana? Anzisha hata mada basi." Bidada akaanza kumshangaa na akamwambia, "Na mbona kama sikuelewi? Mimi naanzisha nayo mada gani? Mtu mwenyewe uelewi, kila siku tukikaa mna chochote kinachoeleweka." Jamaa akaona hii kweli kazi. Na baada ya muda bosi wake James akaja, ndo ambaye alimuita kwenye hichi kikao. Asa kumbe alikuwa ni yule mshefa ambaye aliwahi kumsaidia KMC bwana. KMC kumuona akashangaa sana, akajua kumbe mshikaji ana michongo mingi ya kutosha. Basi James ikabidi awatambulishe, akamwambia, "Bosi, huyu mimi ni mpenzi wangu na KMC yule ni bosi wangu," bila kujua kwamba wenzake tayari walikuwa wameshakutana na wanafahamiana. Basi wenyewe nao pia wakasalimiana na story nyingine zikaendelea. Huku KMC akiwa anamkata sana jicho tajiri. Asa mwisho wa siku bosi akamuuliza kwamba, "KMC vipi? Wewe unajishughulisha na nini?" KMC kabla ya kujibu kwamba hana kazi, jamaa yake akaingilia akamwambia, "Huyu anafanya kazi kwenye kampuni fulani, ni secretary na analipwa vizuri tu." Wakati muda huo KMC alikuwa ameshakaa nyumbani muda mrefu sana, so hilo swala likamtatiza sana KMC, na yeye alidhani kama hapo pia anaweza akapata kazi. So michongo ikaisha hivyo. Bosi akamwambia, "Basi sawa, kama ana kazi, nilijua ana kazi ili niweze kumtafutia kitengo chochote." Jamaa akamwambia, "Hamna, ana kazi, tuna mambo yake ya kusawa." Kutaka kabisa mpenzi wake afanye kazi yani. Kwa hiyo alipofika nyumbani, James akawa anachekelea kinoma kwa sababu yeye michongo yake ilikuwa imeshatiki tayari. Lakini KMC akawa amenuna kinoma, akamuuliza, "Hivi jamaa una shida gani? Yaani unajua kabisa sina kazi, alafu naenda kumwambia mtu nina kazi na unajua kabisa mimi nakaa nyumbani." Jamaa akamwambia, "No, wewe relax mke wangu, wewe ni mchumba wangu. Inachotakiwa wewe ukae ndani tu. Ukianza kutoka na kwenda kufanya kazi, mambo hayatakuwa mazuri. Kikubwa unakula, unalala vizuri. Sidhani kama kuna chochote kitakachoharibika." Basi KMC ilibidi aondoke zake akapumzika. Alijua kabisa kichwa cha huyu jamaa inawezekana ikawa sio kizima. Akamwacha mshikaji akiwa anachekelea tu yani, kujua kabisa thamani ya mpenzi wake. Sasa kesho yake boss Mike akawa amepata mgeni nyumbani kwake. Kwenda kufungua akakuta ni KMC bwana. Hii ikamshtua kidogo, akamuuliza, "Vipi, kuna tatizo kwani?" KMC akamwambia, "Hapana, lakini jana nilisikia umeongelea kuhusiana na ofa ya kazi. Sasa ndio nilikuwa nimekuja kuuliza kama bado itakuwepo hiyo nafasi." Bosi akafurahi kisha akamwambia, "Nafasi ipo." Basi walikaa akapiga story 2-3, kisha tajiri akamwambia yeye apeleke tu CV zake kazini na atamfanyia mpango wa kuweza kupata kazi. KMC akashukuru na jambo likawa limeisha. Sasa kuna siku James akiwa kazini hajui hili wala lile, rafiki yake akamwambia, "Vipi, mbona nimemwona mke wako amekuja kuleta CV za kazi?"
Jamaa akashtuka akamwambia unasemaje? Akamwambia ndio, mke wako ameleta CV za kazi na zimekubaliwa, kwa hiyo hana muda mrefu atakuwa mfanyakazi mwenzetu. Jamaa akaona akatoka chapu hadi nyumbani. Kufika akamuita, Kems yuko wapi? Njoo, kuna bonge moja ya kesi natakiwa uijibu. Kems kufika, jamaa akamuuliza, nani kakutuma uende kuombe kazi bila ruhusa yangu? Kems akamwambia baby, lakini sio kwa nia mbaya, kwa sababu nimepata ofa ya kazi ambayo itakuwa inanilipa vizuri na ina marupurupu, kwa hiyo inaweza ikatusaidia kusongesha maisha yetu. Jamaa akamwambia mimi sitaki kusikia hivyo vitu, na kuanzia sasa sitaki kukaa na mwanamke ambaye ni mbinafsi. Haiwezekani niende kumwambia bosi una kazi afu ukamwambia una kazi. Yaani unataka mimi nionekane muongo na uniharibie mambo yangu. Sasa kwa ulichokifanya mimi nawe basi naomba ukachukua kila kitu chako na uondoke. Kems hakutaka kuamini, lakini mshikaji ndio ikawa hivyo bwana. Akampeleka ndani, akampakia kila kitu chake na kumwambia Kems aondoke. Na tukumbuke kwamba huo ulikuwa ni usiku. So Kems akaomba apate hata muda wa kupiga simu ili ajue atakapoenda, lakini mshikaji akamwambia hapana, hata kama ni simu ataenda kupigia huko mbele ya safari bwana. Akamtoa nje na kumtimua bwana bila hata huruma. Sasa Kems kwa kuona pa kwenda alimpigia simu Mr. Mike na kumwomba msaada. Kwa hiyo jamaa alienda kumchukua na kumpeleka nyumbani kwake. Hata hivyo pia jamaa alishatokea kumwelewa mwanadada, kwa hiyo akamwambia wewe usijali, unaweza kukaa hapa kwa muda wote utakaojisikia. Lakini Kems akakataa, akamwambia hapana, hatuwezi kukaa wote kwa sababu wewe ni mwanaume na mimi ni mwanamke, ni bora nipige simu na niende zangu nyumbani. Jamaa akamwambia hapana, sasa nyumbani utaenda kufanya nini wakati ukizingatia umeshapata kazi tayari? Mimi nimekupa ofa, utakaa hapa kwa muda wote na kazi pia utafanya, kwa hiyo ni wewe tu kutengeneza maisha yako. Basi Kems akaona nao pia ni fursa, haina shida, inabidi tu kama vipi aishi na msela. Kwa akaingia zao ndani na maisha mengine akaendelea mzee. So Mr. Mike ikawa kama ameokota dodo kwenye mpapai, so unajua tena. Hasa baada ya muda kidogo kupita, kuna siku Tino na James wakawa wameenda kutembelea baadhi ya mgahawa fulani hivi ili waweze kupata chakula, huku akipiga story wabadilishane mawili matatu. Lakini cha kushangaza, kuna mdada pembeni akawa amegeuka na Tino kumcheki vizuri akagundua kwamba ni Kems bwana. Basi chapo akamshtua James, wewe mwanangu, mbona kama demu wako yule? James ndio akamgundua, lakini ikabidi akatae tu kwamba mimi yule sio demu wangu, si unajua tena alishamuacha. Tukaje akamwambia unamwachaje, lakini demu mzuri kama vile na sasa hivi ni kama ameanza kung'aa. James akamwambia achana naye. Na baada ya muda kidogo bosi wao akawa naye ametokea mitaa ile, akamsalimia akamwambia msijali, alafu bosi wao akaenda kujichanganya na Kems. Asapo ndo akagundua kwamba kumbe Kems baada ya kuachwa na James alienda kudeti na bosi wao bwana. Basi James kamuuma sana na akashindwa kujizuia, na hata kikao alichokuwa amekaa na mshikaji wake ikabidi aachane nacho na aondoke kwa hasira kinoma. Lakini siku iliyofuata James akiwa kazini akapata taarifa mbaya kwamba ofa yake ya promotion imekataliwa. Ikabidi amuite mshikaji wake Tony na kuja akamuonesha ile barua, akamwambia si umeona yule dem sasa hivi amekuwa na ukaribu na bosi, kwa hiyo amekaa anaanza kuniharibia mimi mambo yangu, na hii ndo amefanya mpaka promotion imekataliwa. Tony akamwambia hapana, wewe una uhakika gani kwamba ni yeye? Usikute bosi tu mwenyewe ndo kaamua kukataa. Jamaa akamwambia hakuna, yule dem mimi namjua na lazima sasa hivi atakuwa ananiletea kierere, alafu bosi naye naona analeta masuala ya mapenzi na kazi. Sasa mimi cha kufanya nitaenda kuwafuata alafu nitaachana live. Tony akamwambia hamna, ukifanya hivyo utakuwa unazengua. Jamaa akamwambia mimi sijali, lakini haiwezekani uchanganye mapenzi na kazi. Wewe subiri, mimi nitawafuata na nitaenda kuachana. Kwa hiyo jamaa mpango wake ndo kama hivyo, ambako huku kwa Mr. Mike na Kems wao kwa kazi ni kula bata tu na kula vizuri. Sasa siku moja ikiwa wamekaa wanapata msosi, Mr. Mike alikuwa anapenda sana kupika na siku leo alikuwa amepika spaghetti. Akawa anamwambia kwamba Kems, vipi unaonaje chakula changu leo, si kizuri kuliko vyote? Kems akamwambia hamna, unajua kupika, lakini mimi nikisema niingie jikoni hauwezi ukanifikia. Mr. Mike akamwambia sikia wewe, hamna mtu yote anaweza kunifikia, na kama unataka tufanye mpango tunatoka shindane tuone nani atakayepika vizuri. Wakamwambia basi poa, tusichukue muda, kama vipi tukamaliza kula tuanze tukapike, alafu tutafute mtu aweze kuonja aseme chakula cha nani kitakuwa kizuri. Basi fresh wakakubaliana kwenda kufanya challenge. Basi muda ulipofika walienda jikoni wakaandaa vitu kwa ajili ya kila mmoja kuweza kufanya mambo yake, na baadaye wakaandaa vikontena viwili ili kila mtu atakachopika hiki kwenye chombo chake, na walipomaliza wakavipeleka sebleni sasa ili waweze kutafuta kwamba nani ambaye atakayeweza kuonja aseme chakula kipi ni kitamu. So ikabidi Mr. Mike amwambie Kems kwamba amsubiri yeye ende zake akajiandae kidogo, alafu akatafute mtu aje kuonja. Sasa Kems akiwa amekaa na msubiria Mike arudi, akasikia mlango unagongwa bwana, na kwenda kufungua akakuta kumbe ni mwamba bwana James amekuja kumtembelea. Kems akamuuliza wewe umekuja kufanya nini hapa? James kwanza akaanza kucheka kwa dharau, akamwambia hongera sana kwa kuhamia kwenye mjengo wa Kishua. Alafu sikia nikwambie kitu, kilichonileta hapa ni kukukataza kufuatilia maisha yangu. Naona ofa yangu wa promotion imekataliwa na najua kabisa wewe itakuwa ndo chanzo kwa sababu uko karibu na bosi. Sasa nakwambia kuanzia leo achana kabisa na maisha yangu. Kems akamwambia kaka vipi, kwani unaongelea nini? Akamwambia ndo hivyo, nachoongea nadhani utakuwa unakijua, acha kabisa kufuatilia maisha yangu. Na najua kabisa sasa hivi utakuwa unataka kunikomoa. Kwa hiyo naomba kabisa kaa mbali na mimi kabla sija kufanya kitu kibaya. Sasa akiwa anaendelea kubonga Mr. Mike akarudi bwana. Jamaa akaona kumbe mwenyewe yupo. Mike kuja akashangaa kumkuta James, akamwambia wewe vipi mzee, mbona umekuja bila taarifa, inakuaje? James akamwambia
samahani bosi, lakini nilikuwa na mazungumzo kidogo na wewe kama utojali. Mike akamwambia sikuwa na appointment na wewe, lakini hamna shida, karibu nitakusikiliza. Kwa hiyo akakaa na James akakomplain sana kuhusu issue yake ya promotion kuanza kukataliwa, lakini bosi yake akamwambia ndio, ila kuna vitu vimeingiliana, kwa hiyo inabidi atakiwa mvumilivu na baada ya mambo fulani kukaa sawa atarudishwa kwenye hiyo issue. James akamwambia bosi, mimi naona kama hii sio sawa kwa sababu tulishakubaliana, lakini nashangaa baada ya James kupata kazi ndio mimi ofa yangu inakataliwa. Mr. Mike akamwambia sio sawa bwana, lakini kila mtu ana nafasi yake, kwa hiyo asifikirie kwamba James kupata kazi ndio imemzuia hiyo ofa yake kukataliwa. Kwa hiyo James akawa amebaki akiwa elewi mshikaji wangu, akaona kabisa ni James ndo ambaye amemharibia mambo yake. Lakini baada ya hapo Mike akamwambia James, sikiliza bwana mshikaji, kuna chakula tumepika hapa mimi na James, tunaomba tusaidie kuonja alafu tuambie nani amepika chakula kitamu zaidi. James ikawa kama hajaelewa hivi, akawa anajiuliza issue za chakula zinahusiana nini na mambo aliyoenda kuongea. Basi Mike akaweka mzigo mezani, akafungua cha kwake na James, kisha akampa James kijiko, akamwambia tusaidie kuonja. Muda huo James anashangaa, tunaona bosi vipi, mbona kama ananichora? Ikawa kama hataki, lakini sasa ndo hana jinsi, akiangalia ni bosi wake. Muda huo James yupo naye pia anamwangalia tu, jamaa hadi aibu yani. Na muda huo wenzake wanasubiria majibu, yani kweli malipo ni hapa hapa duniani. Basi jamaa akaonja, lakini kishingo upande ile mbaya na aliwa mind kinoma, sema tu kwa kuwa hakuwa na cha kuwafanya, so akawana jinsi, ikabidi wamtambie tu. Zamu yake ikafika. Basi kesho yake alivyoenda kazini akamuelezea Tony yote alotokea. Akamwambia mwanangu, mimi nimeenda kuachana ukweli, lakini kilichotokea inaonekana kama wamenidharau tu. Sababu nimefika pale naongelea masuala ya kazi, lakini mwisho wa siku wananipa vyakula na ananiambia eti nionje, niwaambia kipi ni kitamu mzee. Sasa hiyo inahusiana nini na masuala ya kazi? Mbona kama bosi naye ameshatekwa sana na mapenzi yani? Tony akamwambia James, lakini mimi nilikwambia usiende. Kwa hiyo kama umeenda nao ndio alotokea, ilikuwa ni lazima iwe hivyo kwa sababu tumeshapanga vitu vyao, wewe ulichotakiwa utulie tu. So siku nyingine utakuwa unaomba kufanya vitu, utumie akili kwanza, sio na kurupuka tu. James akamwambia unasemaje? Wewe umeshakuona mimi nikikurupuka hata siku moja? Alafu sikiliza, kama hichi kikao kimekushinda naomba uondoke hapa. Mimi sitaki ushikaji wa kimiausho. Basi Tony akaondoka zake, akamwambia poa mwanangu, uwe na siku njema. Basi Tony sasa akiwa yuko mwenyewe ndo akaona kama kuna kitu kimepungua vile, ni kazi yake ikawa ni kukumbatia mtu tu. Ndo ikawa anaona kumbe kuna umuhimu wa kuwa na mtu ambaye anakupigisha hata story mkiwa ndani. Hapo ndo akagundua sasa kumbe kumfukuza James alikosea. Lakini mwanzo aliona sawa tu, ikawa anajiuliza hivi kichwa chake kilikuwa kinafikiria nini. Wakati muda huo mwanzake Mike alikuwa kiserebuka huko na James, yani yeye ameacha wenzake wakachukua. Lakini pia ndo hapo ambako Mike alimuelezea James hisia zake kwamba yeye anapenda ayo wapenzi, lakini James akaonesha kukataa kwanza. Akamwambia Mike, naomba kwanza tuendelee kuzoeana, then baadaye kila kitu kitakaa sawa. Basi Mike akamwambia poa. James akamwaga na kwenda kulala, akimwacha Mike akikuna komwe tu akiona nishaharibu nini. Lakini basi tu ndo itakuwa ameshaelewa. Basi bwana jamaa baada ya kukaa kawaza na kutafakari akaona sio kweli bwana, acha aje ongea na James ili ikiwezekana wayamalize na aweze kumchukua arudi nyumbani, kwa sababu alijua bado James atakuwa hajapata mtu na hapa yupo kwa Mr. Mike kwa ajili ya msaada na sio mahusiano. Basi James alifika na James akaanza kujimaliza, bwana James, naomba kwanza unisamehe kwa yote yaliyotokea, lakini pia naomba tukae tuongee ili tujue kwamba tunaanzia wapi na tuweze kuendelea na mahusiano yetu. Wewe nani mjinga? James akakataa, akamwambia sikia, mimi sina chochote cha kuongea na wewe na kama una point ni bora utoke na uondoke. Basi James akajitetea sana kuona James yuko serious na akakiri makosa yake yote kwamba siku zote yeye ndo alikuwa akizingua. Kwa hiyo akamwomba James amsamehe na aweze kuendelea na maisha yao, lakini James akamwambia it's too late na ameshachelewa sana, kwa muda huu hana tena nafasi ya kuwa naye. Hasa muda huu akiwa anaendelea kubishana, Mr. Mike akamuita James ndani na James akaitikia na kumwambia nakuja. James akaanza kushangaa, nyie vipi, mbona mnaitana chumbani usiku? James akamwambia sawa, na kuhusu nini wakati mimi naye tumeshaachana? James akamwambia lakini mimi bado nakupenda na kwaje ukalala na mtu mwingine? James akaondoka zake na kuachana naye, akimuona jamaa ameshachanganyikiwa. Mwamba akabaki anajilaumu kinoma, ni leo ndo akajua kwamba alikuwa anazingua. Alichokifanya James, akamuita rafiki yake na James ambaye alikuwa anaitwa Genevieve ili aweze kumtuma akaongea na James aweze kumsamia, lakini Genevieve akamwambia kumbuka walishaye kunidharau na wakaniletea matambo. James akamwambia achana bwana na aliyopita, mimi nataka kukupa issue nyingine ya msingi kabisa, naomba uende kwa James na ukamwambia aweze kunisamea kwa sababu kila nilivyoongea naye ameshindwa kunielewa. Basi Genevieve akamwambia hapo cha kufanya wewe inabidi uweke hela mezani, siwezi kufanya kazi bure. James akamwambia lakini kumbuka yani masuala ya maisha na natakiwa unisaidie. Genevieve akamwambia hiyo haipo, masuala ya maisha wewe ndo unayejua, kumbuka mimi sina ushikaji na
na wewe, chochote utakachotaka nikufanyie, kwangu mimi ni biashara. James akamwambia basi sawa, mimi hela nitakupa, lakini hakikisha kwanza unafanya kazi na ukimaliza nitakupa hela. Jane akakataa, akamwambia issue hiyo mimi sifanyi. Basi James akazidi kujitetea, akamwambia nakupa hela nusu, ukimaliza kazi na malizia nyingine. Lakini Jane akamwambia bado huwezi kuongea chochote nikakuelewa, kama huwezi kuweka hela yote acha nikaendelee na shughuli nyingine. James akaona kweli huyu dada ameamua kunikomoa bwana, basi ikawana jinsi ikabidi atie hela amwage sasampa. Lakini yeye Genevieve alipokuja huku kwa James akumwambia chochote kuhusiana na issue aliyotumwa na James. Badala yake wakakaa na kupiga story nyingine kabisa za umbea, yani basi wakaongea kwa sababu Genevieve pia alikuwa anajua kwamba James ndo miayusho, na alikuwa anajua pia James kwa maisha anayoishi sasa hivi ni ngumu sana kumsikiliza mtu kama James. Kwa hiyo akapiga naye story, kumaliza akaondoka zake. Na alivyorudi kwa James akawa yuko zake busy anachezea simu yake. James akamwangalia akamwambia wewe vipi, mbona sikuelewi? Bado nipe majibu, unakuwa busy na simu. Genevieve akamwambia sasa sikia nikwambie kitu bwana, majibu yako ni kwamba James amekataa. Amesema hawezi tena kuwa na mtu kama wewe. James akashangaa akamwambia inawezekana vipi? Na maana mpaka wewe muongea naye pia amekataa. Vivo akamwambia ndio, kwani mimi nani? Hata hivyo kila mtu ana maamuzi yake. Kwa hiyo ameshaamua, amesema kuanzia leo hataweza tena kuishi na wewe. Hii ikamchanganya sana James, lakini akaona sio kesi. Akamwambia basi nirudishie langu kwa sababu naona kazi imekushinda. Genevieve akamwambia acha mambo yako, hela siwezi kukurudishia kwa sababu kazi nimeifanya. James akamwambia wewe asikiliza, usitaki nitumie nguvu wala nini, wewe nirudishie langu na ufanye mambo yako. Genevieve akamwambia hapa hata utumie nguvu hela huwezi kupata. Na akachukua mkoba wake na kutaka kusepa. James akamshika akamwambia usitaki kuniletea utoto, nadhani unanijua mimi ni mkorofi kuliko wote. Rudishie langu kabla sijakuvuruga. Vivo akataka kuondoka, James si akamvuta. Alibebwa na akapigwa vitasa kama vyote yani. Afu baadaye akapewa maji baridi ili aweze kujichua apunguze maumivu. Akawa analalamika na kumwambia lakini yeye ilikuwa na umuhimu. Genevieve akamwambia kwa hiyo kunivuta ndio ilikuwa na umuhimu, si ndio? James akawa analalamika na kuanza kukiri na akasema kwamba inawezekana yeye ndio ikawa na matatizo. Kwa hapo inabidi kama vipi aende akaongea na James yeye mwenyewe, kama Genevieve ameshindwa kumsaidia inabidi alipambanie yeye mwenyewe. Vivi akamwambia ndio hivyo, kama vipi apambane tu na hali yake. Sasa jamaa alitafuta siku akaenda kuongea na James na akamwomba msamaha juu ya yote aliyomfanyia. Akawa anamwambia hata kipindi ambavyo alikuwa anamwambia James anamkosesha bahati, inawezekana ni yeye mwenyewe bwana ndio alikuwa ana bahati. Kwa kama vipi James amsamehe na warudi wakaendelea na maisha yao. Sasa kipindi wakiwa wanaongea, Mike akarudi kutoka mazoezini bwana, kwa sababu alikuwa ametoka, akasikia mazungumzo, ikabidi aende na kwenda kusikiliza. Akamsikia James akijimaliza bwana. Mike akajisikia vibaya sana kwa kuwa yeye mwenyewe alikuwa bado hajakubaliwa. Akajua basi jamaa anaweza akampokonya tonge mdomoni. Ikabidi aondoke akaendelea na tizi, ajifanye kama hakusikia kilichoendelea. Lakini James akamwambia kwamba James umeongea vitu vingi na inawezekana ukaendelea kuongea na bado usimalize. Ila hata uniambie nini, moyo wangu hauwezi kurudi kwako na tayari upo kwa mtu mwingine. James akashangaa akamwambia upo kwa nani? Ina maana tayari umeshampenda Mike nini? James akamwambia ndio, na hilo wala sio jambo la ajabu. James roho kamuuma sana na ndo akaona kweli issue iko serious. Akajaribu kumwomba msamaha akisisitiza hata apewe nafasi ya mwisho, lakini James akamwambia hapana, hicho kitu hakiwezi kikatokea tena, yani asahau kuhusu hilo. Asa baadaye Mr. Mike alivyorudi kutoka mazoezini akamkuta James amekaa nje anamsubiri. Basi naye alikaa akapata maji, lakini muda huo alikuwa anajua kabisa kwamba James sio wa kwake tena, kwa sababu alijua kabisa kwenye yale mazungumzo James hawezi kutoboa. Lakini James akamwambia Mike anaonaje wakifanya mahusiano yao kuwa rasmi. Mike akashangaa na kuamini alichosikia. James akamwambia ndio, hata yeye mwenyewe ametokea kumuelewa sana Mike kwa ajili ya ukarimu wake. Basi Mike akamwambia fresh, amefurahi sana kusikia hilo. So James akainuka na kwenda kumpiga busu Mike. Hata hivyo Mike naye ndoto yake ya kuwa na James ikawa imetimia. Na habari ya James ndio ikawa imeishia hapo. Basi Mike aliinuka akamchukua mpenzi wake na kumpiga mabusu. Na huo ndio ukawa mwanzo wa penzi la Mike na James, huku James akiwa amechezea shilingi chooni mwenyewe. Na story ya James na James ndio ikawa imeishia hapo. Kwenye kipaza ulikuwa na Ocho Media Brand OMB. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Until next time, bye bye.